Habari za wakati huu mpenzi na mfuatiliaji wa channel Mr. Ova. Nikukaribishe tena kwenye channel hii. Leo ni siku nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kupeana maujuzi na maujanja mbalimbali yanayohusu beti. Kama wewe ni mgeni unaweza ukasubscribe ili tuende pamoja sambamba na vipindi visivyo vinakupita. Comment, like na kushare ili ionyeshe kuwa tuko pamoja. Ni washukuru wale wote ambao kwenye ile kanuni yetu ya jana ilifanya vizuri, japokuwa mchezo mmoja huu ulifutwa au kuwepo odds zikapungua kidogo, lakini hii ni dalili nzuri ya kuonesha kwamba kanuni yetu ya jana ilifanya vizuri kabisa na ushindi ukapatikana. Basi leo nataka nikuletee jambo moja hivi ambalo huwaga tunalionaga sana hasa kwenye hizi marketing ambazo zinapangwa na BetPawa, hata kampuni zingine pia huwa tunaona, lakini leo nataka tujifundishe kitu kimoja ambacho kitakuwa kizuri zaidi na kila mmoja anaweza akatengeneza mkeka wake mwenyewe. Magrupu yetu bado yanaendelea na mikeka kila siku huwa inapatikana, japokuwa sio kila siku hali inakuwa gani nzuri, kuna wakati hali inakuwa mbaya, lakini tunaendelea kufanya vizuri kabisa kwenye magrupu yetu. Kama hujajiunga kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, basi jiunge sasa hivi ili unapata mikeka ambayo itakusaidia. Pengine unaweza ukaikosa channel hii ama ukakosa video hii hapa YouTube, basi ukawa umejipatia zako hata mkeka wako kwenye grupu letu. Namba zetu ziko pale pale, unaweza tu ukatuma message ya kujiunga na ukaunganishwa moja kwa moja. Leo nataka nikuoneshe kuna kitu kimoja hapa. Kwanza kabisa tunaingia spoti kama kawaida. Baada ya kuingia spoti, tunaingia marketing. Tukishaingia marketing, ya tuvumiliana kidogo, naona mtandao sehemu niliyopo kidogo kameshuka sana kama mtandao ketu. Okay, ukishaingia kwenye market utakuja kwenye mfumo huu wa kama unavyoona. Nadhani mfumo huu kila mtu anaufahamu. Okay, leo nataka nikuelekeze jinsi ya kutambua ushindi kamili kwenye hizi alama. Hawa wanaotengeneza hizi marketing huwa wanakuwekea hizi alama kukuonesha kwamba hii imekiwa hii alama ya moto kuonesha kwamba hii inashinda kwa wenyewe sasa. Lakini siku zote nataka nikwambie, hakuna mtu anaweza kukwambia kwamba yani hakuna mtu ambaye anaweza akachezesha jambo alafu akakupa na njia ya kusema ukifanya hivi basi unashinda. Hapana. Mimi nishawahi kuchezaga hizi mechi hizi ambazo zimekiwa motion hizi nani image za moto. Nishawahi kuchezaga. Nishawahi kucheza nikazichukua zote hizi zenye moto. Nilichukua game kama ngapi? Nilichukua game kama 10 hivi. Kilichotokea zilishinda game 2. 8 zote zikatoa draw, zingine zikapigwa, yani
Nikashangaa nikaona sasa mbona hizi zimewekewa moto kuonesha kwamba zinashinda. Sasa leo pengine na wewe ulishawahi kufanyaga hichi kitu na ukaona unapigwa. Leo nataka nikupe njia rahisi ya kutambua hata kama game imewekewa moto, ila ithibitisha na wewe mwenyewe kweli inashinda kweli. Kwa hiyo leo tunataka tuangalie hizi game ambazo zimewekewa moto, ni kweli nicheze kama zilivyowekewa moto au nifanye jambo lingine. Okay, sasa kitu cha kwanza tuanze na hii game. Tuanze na hii game ya kwanza hapa. Hii game imewekewa moto. Huyu nani Al-Shamar amewekewa moto kuonesha kwamba moja kwa moja anashinda. Yaani hii ni odds ya ushindi. Lakini tunaamini vipi kuwa odds hii ni ya ushindi? Cha kufanya tunaingia ndani. Kwenye marketing zaidi. Ukishaingia kwenye marketing zaidi, kama kawaida unakuja maeneo haya. Ukishakuja kwenye maeneo haya, kitu cha kwanza kabisa ili tuhakiki kwamba Al-Shamar kweli anashinda kama jinsi BetPawa ilivyotuwekea image ya moto kwenye ushindi wa Al-Shamar, unakuja hapa head to head. Kwenye head to head hapa kuna mambo mawili tunayoenda kuangalia. Jambo la kwanza, angalia hizi asilimia, yani winning probability, uwezekano wa ushindi. Kwa hiyo sasa, kwa nini zinawekwa hizi asilimia? Hizi asilimia zinawekwa kwa sababu ya quality ya timu. Tunapozungumzia quality ya timu, tunazungumzia ubora wa timu katika ufungaji, ukabaji, makipa, vitu kama hivyo. Lakini si hivyo tu, pia tunaangalia ubora wa hii timu. Pengine ilishabeba makombe sana kwenye ligi, pengine ni timu ambayo inafanya vizuri inapotoka nje ama inapokuwa ndani. Sasa kwenye hizi asilimia, kitu cha kwanza tunaangalia asilimia. Kwa hiyo kwenye hizi asilimia kwamba Al-Shamar amepewa asilimia 60, alafu Al-Sailia amepewa asilimia 19. Lakini sasa hizi asilimia haitoshi tu kwamba tunaamini kwamba Al-Shamar anashinda. Hapana, tunaenda kwenye previous meeting. Tunakuja hapa kwenye previous meeting. Hivyo tukavyoisoma ni hivyo. Sasa ukija hapa kwenye makutano ya mechi zao, pindi wanapokutana hawa watu uwaga inakuwaje? Sasa hapa unaangalia Al-Shamar ameshinda mara 2, ametoa draw 1, lakini huyu Al-Sailia yeye amewin mara 6. Umeona utofauti hapo? Sasa tukija moja kwa moja hapa, tunaona kabisa hii mechi yoyote anaweza akashinda. Sio lazima ashinde aliyoko home, yule aliyewekewa moto. Hata huyu away ana uwezo wa kushinda kwa sababu na yeye pia ana quality kubwa. Lakini kwa mzani wa leo inaonekana yuko chini, lakini ana quality kubwa. Sasa hiyo ni issue ya pili. Issue ya kwanza unaangalia asilimia, quality ya team. Alafu ya pili tunaangalia makutano yao. Sasa kitu cha tatu tunaenda kuangalia, je, huyu Al-Shamar akiwa home
uwaga anashindaga magoli mangapi, na huyu Al Saily akiwa home ama away uwaga anashindaga magoli mangapi. Sasa hiyo ndo tunaenda kuangalia hatua ya mwisho. Tunakuja hapa kwenye match. Ukija hapo kwenye match tunaangalia sasa Al-Shamal akiwa away bado ni utumbo, alishia kufanyaga utumbo. Hizi mechi zake zote alikuwa away na ameshinda mara 2 ila alilose mara 1. Sawa. Alishashinda goli 4 na alishashinda goli 1. Sawa. Leo yuko nyumbani, si ndivyo? Twende tukaangalia anayecheza naye. Tuangalie anayecheza naye. Anayecheza naye ni Al Saily. Al Saily yeye akiwa nyumbani bado ni 0, lakini alipokuwa tena nyumbani alishinda na alipokuwa nyumbani alishinda. Umeona kama quality zao zinafanana? Kwa hiyo quality zao zinafanana. Huyu bwana Al Saily alipokuwa nyumbani game zake zote 3 kashinda. Beba funguo hapo moja. Kashinda mara 2, kaluzi mara 1. Na yule bwana alipokuwa away mechi zake zote ameshinda mara 2 na amelose mara 1. Kwa hiyo quality za hawa watu zote zinafanana. Kwa nini tumewekewa moto kwenye mechi ya leo kwamba home anashinda? Sasa tunakuja kuangalia kitu cha 4, tunaangalia magoli. Kwamba magoli ya timu yetu hii ambayo hapa ana 4 na hapa ana 1. Kwa hiyo ina maana kwamba ana magoli 5 katika mechi zake 2 alizokuwa away, ana magoli 5. Ina maana kwamba hawa watu wana Al-Shamal, mwangalie vizuri, Al-Shamal ni kwamba anafunga sana, anaweka magoli mengi sana. Tumwangalie huyu mpinzani wake. Mpinzani wake ana goli 1, ana magoli 2 na kwa 3 na ana magoli 2 5. Kwa hiyo wote wana magoli 5. Wote wana magoli 5. Umeona? Kwa hiyo moja kwa moja hawa watu wana quality za kufanana.